Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tupo kwenye somo la 7, somo ambalo nimesema kwa habari ya umuhimu wa ubatizo wa maji mengi. Hivyo nataka leo niende kugusia moja kwa moja umuhimu. Naomba unisikilize kwa makini. Huenda ushabatizwa au bado hujabatizwa lakini haujui umuhimu. Sasa kaa hapo uweze kunisikiliza kwa makini. Baba, katika jina la Yesu Kristo Roho Mtakatifu, asante Mungu, karibu Roho Mtakatifu Bwana, ili Baba upate kusema na watu wako. Jehova Shama, nafunga milango ya kuzimu, haina mamlaka, haina nguvu juu yetu. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, pokea utukufu, heshima na shukrani, nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu yangu, ninaomba nikueleze umuhimu wa ubatizo wa maji mengi. Moja kwa moja nataka nikupe ufunuo ambao utakao kusaidia kuweza kujua mambo muhimu. Ninaamini wengi mnakumbuka kwamba Adamu na Hawa walipodanganywa na Shetani katika ile bustani ya Edeni, wakati kufanya yale mabaya ambayo Mungu aliwazuia wasile matunda ya ule mti, hatimaye wakubali wakala yale matunda. Pale watu wote ambao waliozaliwa wakiwa chini ya Hawa, wazazi Adamu na Hawa wamekuwa wako chini ya laana ya Mungu. Kwa kuwa wako chini ya laana ya Mungu, ndani yao kuna kitu kinachoitwa asili ya dhambi. Na ile asili ya dhambi inafanya yule mtu hata siku atakapokufa, Shetani abaki anasema huyu mtu ni mali ya Shetani, kwa sababu Biblia inasema katika ile waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza sasa wa Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 na ule mstari wa 8. Maandiko hapa yanasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Sasa kwa sababu atendaye dhambi ni wa Ibilisi, wanadamu wote pale, kwa sababu tunatokana na Adamu na Hawa, tukawa tuko chini ya ufalme wa Shetani. Maana Shetani alikuwa ana nguvu juu ya watu wote duniani. Sasa ndipo baada ya Yesu kuja duniani, ambaye ni Mungu aliyevaa mwili wa kibinadamu, ikabidi sasa aje kumkomboa mwanadamu huyo, kumtoa kwenye mikono ya Shetani. Ndio maana tunaitwa tumeokolewa, maana tumekataa mambo ya Shetani na tumetubu, tumempokea Yesu Kristo. Ila baada ya kumpokea Yesu, haitoshi tu kwamba umeshaongozwa sala ya toba, lazima ufanye kitu kinachoitwa ubatizo wa maji mengi. Na nitakwambia ili uweze kuelewa kama jinsi ambavyo ninavyozidi kukuelezea hapa. Huu ubatizo, Shetani hata kama ukitubu dhambi ukasema umeokoka, anakuwa bado anapeleka mashtaka mbele za Mungu. Anasema, Mungu, hata kama unasema umewasamea dhambi hawa, lakini hawa bado wana asili yangu ya uovu, ile asili ambao waliorithi kutoka kwa wazazi wa kwanza. Ndio maana unaona katika ile Zaburi, Biblia inasema katika ile Zaburi ile sura sasa ya 58 na ule mstari wa 3. Zaburi ile sura ya 58 na ule mstari wa 3. Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Maana tangu kwenye matumbo ya wazazi wetu tunafanya mabaya tangu kwenye tumbo la wazazi wetu. Ukiangalia kwa mfano, kuna watu wawili kwenye Biblia, alikuwa ni Esau na Yakobo. Wale watu wakiwa kwenye tumbo la mama yao walikuwa wanashindana, wanapigana kabisa tumboni. Ndipo Mungu anasema mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana. Kwa hiyo utaona mkubwa atamtumikia aliye mdogo. Unaona? Kwa hiyo mpaka wanakuja kuzaliwa, huyu kamshika mwenzie kisigino. Kwa hiyo tangu kwenye tumbo la wazazi wao walikuwa wakifanya mabaya. Sasa inaonyesha kabisa kwamba tangu tupo kwenye matumbo ya wazazi wetu tunakuwa tumerithi uovu. Mtoto mdogo, kuna muda mwingine ikipigwa muziki ya kidunia wanatikisa viuno. Hamna leo wafundisha zile nyimbo. Ila ni ile asili ya dhambi. Watoto wadogo watajua kususa, watajua kuzila. Mama anamcheleweshewa ziwa, kanampalewa makucha, au kanazila kabisa kunyonya maziwa kale katoto kadogo. Unamwambia chukua ndazi mkatie mwenzio, anakata kadogo, yeye anabaki nalo kubwa. Dhambi ya uchoyo. Nani kamfundisha? Ni ile dhambi ya asili. Hasa ile dhambi ya asili ndio Shetani huwa akiitumia hiyo. Hata wachawi wanaweza kabisa kukufanyia vurugu pamoja na wokovu ulionao.
Sikiliza vizuri uweze kujua umuhimu wa ubatizo. Kama wewe unaambiwa ubatizo kwa maji mengi na kwa jina la Yesu Kristo unafanya ubishi, ngoja nitakwambia. Unisikilize vizuri. Sasa wachawi huwa wanaweza kukurushia mambo mengi kwa sababu shetani anatenda kazi kwenye mazingira ya dhambi. Kwa hiyo kunapokuwa kuna dhambi, shetani anakuwa anapata nguvu kwa sababu kuna mlango unaomsaidia shetani yeye kuja kuweza kukuingia wewe kwa sababu bado haujaacha asili. Kumbuka asili ya mwanadamu ni dhambi kwa sababu tumetokana na Adamu na Hawa, na shetani yeye ndio mkuu wa maovu, na ibilisi yeye mwenye asili yake ni dhambi. Kwa hiyo kama utabatizwa kwenye maji mengi, maana kutakuwa bado una asili ya dhambi ndani yako. Nitawaonyesha mnaobatizwa kwa maji ya kudonoa kichwani, mnamwagiwa maji kichwani, mnadanganywa kwamba mmebatizwa. Ule sio ubatizo. Kwa wote mnakuwa mko hatarini. Biblia inasema kwamba kubatizwa ni kutimiza haki yote. Najua nishagafundisha somo la ubatizo, ila hapa niko unaelezea umuhimu wa kubatizwa kwenye maji mengi. Katika ile Mathayo ile sura ya 3, Mathayo sasa ile sura ya 3 na ule mstari tunasoma hapa, mstari ule wa 5. Mathayo ile sura ya 3 na ule mstari wa 5. Hapa maandiko yanasemaje? Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Wayahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakizungama dhambi zao. Lakini njoo sasa ule mstari wa 13. Wakati wa Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Unaona, kumbe kubatizwa ni kutimiza haki yote. Angalia, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Maana baada ya kubatizwa ndipo akaonekana anapendezwa na Mungu. Sasa tumesikia kwamba kubatizwa ni kutimiza haki yote. Sasa nani ataingia mbinguni akiwa hajatimiza haki yote? Mbingu ni ya wenye haki, wenye dhambi hawezi kuingia. Kumbe kubatizwa ni kutimiza haki yote. Yohana alitamani kumzuia Yesu, lakini Yesu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza nini? Haki yote. Kwa hiyo kama hujabatizwa kwenye maji mengi, hujatimiza haki yote. Unaweza ukasema hivi, kanisa letu sisi bwana tunabatiza maji ya kichwani tu ya kumwagia watu kichwani. Mbona tunajaza Roho Mtakatifu? Mbona tunanena kwa lugha? Mbona wagonjwa wanapona? Niliwafundisha kwenye somo la ujazo wa Roho Mtakatifu. Nikasema kwamba unaweza ukawa hujabatizwa kwenye maji mengi kabisa na ukajaza Roho Mtakatifu. Na nikatoa sababu gani? Kwa kile kisikufanye ukaona uko salama. Hujabatizwa, umenena kwa lugha au unafanya miujiza na karama mbalimbali, Mungu atakuhukumu tu. Unaona? Nilieleza vizuri kule kwenye habari ya nilikuwa nawaambia kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu kwamba unaweza kujazwa hata kama hujabatizwa kwenye maji mengi. Na ndio maana utaona hata wale wanaosemaga ni wa charismatic, wale wanaokutaga hapo kwenye dini mbalimbali, wanaweza kujazwa Roho Mtakatifu kabisa, lakini hapo kwenye dini, ila hiyo haitafanya wataenda mbinguni. Yule Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Siku ukifa na kuacha Roho wa Mungu na baki wewe mwenyewe, unaenda kuhukumiwa sawa sawa na maovu yako. Sasa angalia jinsi ambavyo ubatizo ulivyo na umuhimu. Kubatiza ni tendo la kuzamisha kitu. Wewe utaona Yesu mwenyewe, tuangalie kwenye kwanza kitabu kile cha Warumi hapa. Ile Warumi ile sura ya 6 na ule mstari wa 4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi na tuenende katika upya wa uzima. Sasa anasema tumezikwa. Kitu kinachozikwa kiko chini ya uso wa dunia. Wewe wanachukua maji wanakumwagia kichwani. Hapo hiyo sio ishara ya kuzikwa. Na ni kwa nini tuzikwe sasa? Ni kwa nini tuzikwe pamoja na Yesu? Yesu alizikwa akawa haonekani usoni mwa huku nje, haonekani kabisa. Sasa angalia katika ile Waefeso ile sura ya 2. Waefeso ile sura ya 2 na ule mstari wa 1. Maandiko yanasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kumbe tulikuwa ni wafu kwa sababu ya makosa. Dhambi
zinafanya mbele za Mungu uwe ni mfu. Hata kama una kitambi, ni profesa, ni tajiri, una suti, lakini ukifa na dhambi wewe yani mbele za Mungu, kama uko duniani uko hai, mbele za Mungu wewe ni maiti. Hasa unapokuwa umetubu dhambi, ule umaiti wako lazima ukazikwe. Ndio maana tunaenda kuzamishwa ndani ya maji mengi, kuonyesha ishara kwamba tunazikwa. Umeona? Ila tunazikwa pamoja na Yesu na tunafufuliwa pamoja na Yesu. Kwa hiyo dhambi ni ufu. Ufu unazikwa, ndio maana tunazamishwa ndani ya maji tuwe chini ya uso wa dunia. Hiyo ndio maana ya kubatiza, kuzamisha watu wawe chini ya uso wa dunia. Na wengi mnaulizeka swali ambalo ni jepesi sana kulijibu. Mbona Yesu alisema enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu? Yesu wakati uko duniani kuna namna alikuwa akijisema katika zile namna tatu za yeye mwenyewe, akisema yeye ni Baba, yeye ni Mwana, yeye ni Roho Mtakatifu. Yeye ni Mungu mmoja, ambaye Filipo aliuliza Yesu akasema, wewe unasema Baba, basi tuonyeshe Baba yatosha. Yesu akamwambia aje, Filipo, umekuwa nami siku zote, usinijue kama mimi ni Baba? Kwa unaposema Roho umemsema Yesu, unaposema Baba umemsema Yesu, unaposema Mwana ni Yesu mwenyewe. Sasa vitu vyote vishagafungiwa ndani ya jina la Yesu Kristo, kwa kuwa jina la Yesu ndio lenye uwezo wa kuokoa. Jina la Yesu ndio lenye uwezo wa kuponya. Hatukemei pepo kwa jina la Baba, hatukemei pepo kwa jina la Mwana, tunakemea pepo kwa jina la Yesu. Ndio maana kwenye Matendo ya Mitume, sasa ile sura ya 4 hapa, Matendo ya Mitume ile sura ya 4, Matendo ya Mitume 4 na ule mstari sasa wa 12, maandiko hapa yanasema, nitasoma: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Unaona? Aya, Matendo 2 na ule mstari wa 30 na 7. Walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila moja kwa jina lake Yesu Kristo. Hapa anaposema kila moja kwa jina lake Yesu Kristo, jina la Yesu ndio inaokoa. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ile Marko 16:16, aaminie na kubatizwa ataokoka. Hawezi kuokolewa pasipo jina la Yesu. Kwa Yesu kusema batizeni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, alikuwa akisema wabatize kupitia yeye mwenyewe Yesu Kristo. Maana unaposikia anajitaja katika ofisi zake tatu au katika utambulisho wake, kwa sababu ni Baba, kwa kuwa yeye ni mwanzilishi aliyeumba mbingu, nchi, ndio mwanzilishi, ndio jina la kuitwa Baba. Nishagawafundisha kwa nini shetani anaitwa baba wa uongo, yeye ndio mwanzilishi wa uongo. Haya, Mwana, Yesu ni Mungu aliyevaa mwili wa kibinadamu, akazaliwa kupitia tumbo la Mariamu, ndio maana akawa na sifa la kuitwa mwana. Ni Roho, kwa sababu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna roho nyingi za uchafu, mapepo ni roho wachafu. Yeye ni Mungu, ni mtakatifu, kwa hiyo ndio maana ana sifa ya kuwa Roho Mtakatifu. Ukienda mbinguni haukuti watatu, unakuta ni Yesu mwenyewe. Kwa hiyo wanaokataa kubatizwa kwa maji mengi na kwa jina la Yesu hawajajua wanachokikataa. Na kitu kingine, watoto wadogo hawabatizwi. Watoto wadogo Yesu alisema waacheni waje kwangu, msiwazuie. Lakini walikuwa ni kimo cha kukumbatiwa, akawakumbatia. Maana ni wale ambao hawajajua mema na mabaya, na kile kimo cha kukumbatiwa, kama hawajazaliwa kwenye miungu, hawana maagano ya mizimu, hao wanapokufa wanaingia mbinguni kwa sababu wamezaliwa katika familia ya Kikristo ya kiokovu, na wameruhusiwa kwenda hata makanisani, ila hawajaungamanishwa na miungu, ila wamezaliwa wakaungamanishwa na miungu, wakafungwa mahirizi, hao hawaendi mbinguni. Kwa watoto wadogo wanabarikiwa, wao hawabatizwi. Kwa hiyo umuhimu wa ubatizo, hicho ni kitu kinachofanya mtu anapopokea aweze kuwa na uhakika wa kuingia mbinguni. Usipobatizwa kwenye maji mengi, hivyo ndivyo kuambia, mbinguni huwezi kuingia. Msipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hamwezi kama kurithi ufalme wa mbinguni, kwa sababu utakufa huku bado una asili ya dhambi. Maana shetani atapeleka mashtaka. Ndio maana utaona katika ile Ufunuo, namalizia Ufunuo ile sura ya 10, Ufunuo sura ya 12 na ule mstari wa 10. Ufunuo 12:10, maandiko hapa yanasemaje? Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Kama Mungu hawa sio wanao, hawajabatizwa kwenye maji mengi. Unaweza kunipa swali moja kwamba mbona mwizi msalabani hakubatizwa? Ndugu yangu, sikiliza, kuna watu unaokutaga kulingana na mazingira. Mtu alikuwa hajawahi kuokoka kabisa, unamhubiri Injili,
anatubu hapo hapo, anagongwa na gari na kufa. Huyo anapata tiketi moja kwa moja kuingia mbinguni. Hakuwa na nafasi ya kujifunza kwa habari ya ubatizo, hakuwa na muda wa kujua vitu vingi vya kiroho. Ila wewe ambao umekaa unajua ukweli, halafu hautendei kazi, siku kifa Mungu atakutupa kuzimu, kwa sababu unafanya makusudi. Ulikuwa na nafasi ya kutendea kazi ili ukapuuza. Kwa sehemu nimekwambia uweze kuona maana halisi ya ubatizo. Na kitu kingine, wachawi wanapokuja wakikuta mtu hajabatizwa, wanamkuta ana asili ya dhambi. Wanapokuta ana asili ya dhambi yule mtu, hapo hapo wanaweza kufanya vitu vibaya sana kwa yule mtu, hatimaye wakamfanyia uharibifu mwingi. Na ndio maana mtu aliyebatizwa anakuwa ni kiumbe kipya. Mapepo wakija kuangalia, waache kiangalia sasa, huyu mbona hatumuelewi, kasha wakiangalia mara wanaona moto na waka. Ndio maana wanasemaga watu waliokolewa hawaeleweki, ni kama moto na waka. Muda mwingine wanasema hawa ni wachawi nini. Yesu amesha kufanya mpya, maana yake ni Yesu anayevaa ule mwili, anakuingia wewe. Kwa hiyo unapobatizwa kwenye maji mengi, umuhimu wake, maana yake tayari shetani hapati mashtaka yoyote ya kuhusu asili yako, wala wachawi hawapati dhambi. Hata wana wa Israeli walibatizwa. Hiki naenda kumalizia ili uweze kujua kwamba ubatizo ni jambo ambalo liko very serious. Wana wa Israeli walibatizwa wakawa wa Musa, ila wewe ukibatizwa unakuwa wa Yesu. Katika ile Wakorintho wa kwanza, sasa ile sura ya 10, Wakorintho wa kwanza sasa ile sura ya 10 na ule mstari wa kwanza. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Utaona pale bahari ya Shamu ilipogawanyika, juu kulikuwa na wingu, wingu ni maji, chini bahari, maji yalipogawanyika kushoto na kulia, maana yake walikuwa wamefunikwa na maji. Walipopita pale katikati, angalia maadui zao walifia kwenye ile maji waliokuwa wanawafuatilia. Mtu anapokuwa anaokoka, unapokuwa kwenye wokovu yako, maelfu ya mapepo yanasema haiwezekani, huyu ameacha uzinzi, ameacha uongo, ameacha ulevi, haiwezekani, nani atafanya hii dhambi? Wanatuma majeshi yanakufuatilia kwa kasi sana, watafanya ndugu ugombani nao, mambo mengi mabaya, ili ukienda kubatizwa vile vita vinafia mle kwenye maji. Kwa shangaa, baada ya kutoka kwenye ubatizo kuna mambo ulikuweza kuyafanya ya kimungu, ulikuweza hata kuomba na vitu gani, unashangaa unaanza kutiwa nguvu. Mimi nilipobatizwa tu nilishangaa napokea kitu sio kwa cha kawaida. Kuanzia hapo ndipo naanza kutia bidii mambo ya wokovu mpaka leo. Kwa hiyo kuna wengi unakuta mambo fulani yanawashinda, ili ukishabatizwa tu tayari maana yako umekuwa ni mpya. Kwa hiyo ndugu yangu, usiache kubatizwa, ubatizo wa kweli wa jina la Yesu Kristo kwenye maji mengi. Fanya hivyo, utakuja siku moja kusema na kushukuru Mungu na asante kwa mtumishi wako ambaye ule mtume wako yongea haya. Mpaka hapo umejifunza nini? Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa watoto wako ambao Mungu wamejifunza somo hili. Naamini Mungu utaenda kuwasaidia. Nafunga milango ya giza haitaiba mbegu hii. Baba, kaipande ikazae matunda 130 na kuzidi katika jina la Yesu. Asante Bwana wangu Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu. Naomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tukutane kwenye somo la 8 na Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom.